Mliolewa single, unafikiri mume wako atakupa mahitaji unapomdai zaidi au unapofanya anachokitaka? Haya, mnaosema kwa sababu unamdai zaidi, nyosha mkono tu. Hakuna. Wangapi mnasema nikifanya kitu ambacho mume wangu anakitaka nikifanya, anakujaga amechangamka, amefurahi? Nyosha mkono. Mnanielewa nachokisema? Maana yake ni kwamba Yesu mwenyewe anaachia mapochopocho mazuri baada ya kufanya kile anachokitaka na sio kile unachokitaka. Kuna dawa ni ndogo sana. Wewe leo watu baba anatakaga nini? Ni mpenzi wa kachumbari, mwekee kachumbari pale, weka vizuri. Mpigie pale, wewe mwekee tu. Chakula kimekaa vizuri. Afu baba watu wanakuja na njaa yake. Sio, unaelewa? Kachumbari yake hiyo hapo. Kila anachokitaka. Sio, unaelewa? Alafu ukimpa anachokitaka, akifurahi akila, anakula pale makachumbari. Naomba na maji ya kunywa. Haya hapa. Sio, unaelewa? Naomba na kitu fulani hiki hapa. Baba watu wanakula pale. Pole na kazi. Yaani hiyo pole amefurahi. Unaelewa? Pole na kazi. Yuko pale na enjoy tu. Chakula hiki ni kizuri leo. Yaani kizuri. Ukiona na mazingira kama ungopeleka mahali, ndio mwambie sasa, mume wangu, unaona nywele zangu hizi zinatakiwa ziende saluni. Unanielewa? Sio umefika, chakula hujapika, maji ya kuoga eleweki yako wapi, ni mashariki na magharibi. Alafu mimi nilikwambia ukifika hapa ninataka niende saluni, maana sijawe. Hata kama sio viumbe vinavyoitwa wanaume, hata kama kina hela hakitakupa, kitatulia kwanza. Sema tulia kwanza. Unanielewa? Mungu ameweka uwezo wa ajabu sana kwa wanawake. Unanielewa? Mungu ameweka uwezo wa ajabu sana kwa wanawake. Yule baba akikaa vizuri kila kwa unasikia, unasemaje? Na ukienda tu kwa adabu na kwa unyenyekevu vizuri, utamuona mwenye 90% kitu ya kuvunja ndoa ni mwanamke, sio mwanamume. Asilimia 90 kitu. Uwezo wa mwanaume wa kuvunja ndoa ni mdogo sana, ila mwanamke ni mkubwa sana. Mwanaume akishaona nyumbani kumekuwa kama pilipili manga ziko machoni, kisha anakuambia nimechelewa kurudi jamani. Uko wapi? Niko busy na kitu fulani kidogo. Anatulia. Unasema jamani, jana narudi usiku. Kwa nini anarudi usiku? Anakuta nyumbani kuna waka moto, yani sio mazingira yake, yani ile hali yake ya kifarume ya kujiachilia, ya kujitawala nyumbani anakuta inakosekana. Akikuta inakosekana, unakuta amekaa. Wewe unafikiri uko busy na vitu gani? Kumbe yuko banda fulani jirani anaangalia mpira. Anapiga story na watu. Yani anaona ni bora akapige story na watu kuliko kukaa kwenye mazingira ambayo yeye alitakiwa kuwa mfalme, alafu mfalme kama vile umepokonywa. Mnaelewa urafiki ulivyo? Urafiki wa ndoa, maana na sisi Yesu tuna ndoa. Kwa Yesu si wote wanawake hapa tumeolewa, na mwanaume ni yeye peke yake. Unaelewa nachokwambia? Akiona mahusiano kama huyo, baba watu anatulia. Baba hataki kelele. Yesu anasema maombi ya wajezaji na wao wanatafakari na kuangalia maisha yao ni kelele. Baba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu zimeambiwa na nyimbo, nataka gari, nataka gari, nataka nyumba, halo mbinguni. Na mambo yaendi hivyo. Labda kama na mbingu yako. Mbingu inahitaji kuifurahishe. Kuna mambo ukifanya mbingu yenyewe itakuja, itatulia, itakuhudumia, itakuuliza na mengine yako wapi tufanye. Ndio kanuni. Ndio kanuni ya kushusha mbingu.
Mbingu hauishushi kwa maombi mengi ya shuka Yesu, shuka Yesu, shuka Yesu. Wewe fanya kitu kinachovutia, mbingu zitakuja zenyewe. Umeelewa? Baba yetu uliye mbinguni, jina lako